Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, good morning. Welcome to our live. Kama kawaida leo tunaongelea UTT AMIS. Haswa app yao mpya na porto yao mpya. So karibuni. Tuendelee tulipoishia kwenye maswali na ruhusiwa kujoin na kutoa maswali yenu. Kwa wageni, my name is Anna Chinyoyo and normally huwa nina host easy sessions. Na sessions zetu mara nyingi tunazungumzia uwekezaji, saving, good money habits na vitu vyote ambavyo vinaingiliana na hivyo. So Gosbet to join in a few minutes. So for now, okay, I think he's here. Gosbet karibu. I'm sending you an invite if you can't. Accept ili tuanze. Okay. So, kuna complaints nyingi about app ya UTT AMIS ndani. Okay, there he is. Habari Gosbet, karibu. Mimi nimeshajitambulisha, kwani kukukaribisha na wewe ujitambulishe kabla hatujaanza. Sawa. Yes, naitwa Gosbet kama nilivyotambulishwa, ni afisa masoko kutoka UTT AMIS. Nitakuwa na jibu kwenye session ya leo. Okay. That's kwa kwanza tu kwa manufaa ya wageni, maana mara nyingi tunakuwa kuna watu ambao ni mara ya kwanza kujoin session zetu. Unaweza ukawaelezea UTT AMIS ni nini na mnafanya nini? Okay, sawa. Kwa ufupi, UTT AMIS ni taasisi ya uwekezaji fedha na tuko chini ya Wizara ya Fedha. Jukumu letu kubwa tunalolifanya ama shughuli yetu kubwa ni uwekezaji wa pamoja. Nikisema pamoja, ni uwekezaji ambao umebeba makundi tofauti ya watu kulingana na kipato walivyokuwa nalo. Mwenye kipato kidogo, mwenye kipato cha kati na hata mwenye kipato kikubwa. UTT tunawekeza wapi? Tunawekeza kwenye masoko ya nani? Tunawekeza kwenye masoko ya hisa, lakini vile tunawekeza kwenye masoko ya fedha. Faida za kuja kuwekeza UTT ni zipi? Ziko nyingi, ila kwa uchache faida mojawapo ni rahisi. Kwa maana ya kwamba hauhitaji kuwa na mtu wakati kufikia wewe kama mwekezaji. Unatufikia moja kwa moja. Lakini faida ya pili ni usalama. Na faida ya tatu na ya mwisho ni uwazi. Baada sasa kuwa umejiunga, utakuwa na application ambayo itakuwa inakusaidia kufuatilia uwekezaji wako moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Hasa UTT tuna mifuko takriban 6, na mifuko 6 naweza kuigawa kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza kuna mifuko kwa ajili ya malengo ya muda mfupi. Kuna mifuko ambayo inakupa urahisi wa kutoa fedha zako muda wote, wakati wowote. Kwa uchache ama kwa ufupi, hiyo ndio introduction ya UTT. Okay. Unaweza ukatuelezea kwa ufupi kabisa mifuko yenu ni ipi, inafanya nini na mnawekeza wapi? Kama kuna mifuko 6, moja kwa manufaa ya watu ambao wanataka kuchagua products zenu. Okay, sawa. Kwa kwanza nitaanza na mfuko wa kwanza. Naona kidogo hapa sionekani vizuri, ngoja nitana. I wanted to tell you the same thing. Nataka nikwambie hivyo kwamba uko against mwanga. Yaani mwanga uko nyuma yako, kwa hiyo hauonekani vizuri. Nilikuwa niko site huko, nimekuja kufunza vipande huko hapo. Nadhani hapa kuna afadhali kidogo. Hapo kuna aweni au sijui ungesafisha kamera yako kwa kuna nguo kidogo or something kama tissue. Because kuna kama fog mbele yako, kwa hiyo kuona vizuri inakuwa changamoto. Yeah, that's better. That's better, way better. Okay, that's better. Sasa hivi tunakuona vizuri kabisa. Okay, sawa. Okay. Niko field, kwa hiyo nimetafuta tu sehemu. Asante sana kwa kutafuta convenience yote utuongee na sisi. Anyways, proceed. Okay, sawa. Kwa mifuko 6 tulionayo, nitaanza na mfuko wa kwanza. Mfuko huu unaitwa Moon Fund.
Mfuko wa bond fund ni mfuko ambao uwekezaji wake unafanyika kwenye sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tunawekeza kwenye hatifungani za serikali. Sehemu ya pili tunawekeza kwenye hatifungani za makampuni binafsi, lakini vile vile tunawekeza kwenye masoko ya fedha. Mfuko wa bond fund umejikita kwenye mipango ya aina tatu. Mpango wa kwanza ni mpango wa kukuza mtaji. Kama ukitaka kukuza mtaji, kiwango cha kwanza ni 50,000 au zaidi. Mpango wa pili ni mpango wa gawio la kila mwezi. Ukitaka kuingia kwenye mpango wa gawio la kila mwezi, kianzio ni milioni 10 au zaidi. Mpango wa tatu na mwisho ni mpango wa gawio kila baada ya miezi 6. Ukitaka kuingia kwenye huo mpango, kiwango cha kwanza ni milioni 5 au zaidi. Baada ya kuwa umejiunga na mfuko wa bond fund, tuna lock uwekezaji wako wa awali ama ule mtaji wako kwa kipindi cha miezi 3 ya mwanzo. Baada ya miezi 3 ya mwanzo kuisha, sasa ndipo pale unapokuwa huru na uwekezaji wako. Mfuko wa bond fund unakupa faida ya wastani wa 12% kwa mwaka ya kile ambacho utakuwa umekiwekeza. Mfuko namba 1 bond fund. Twende kwenye mfuko wa pili. Mfuko wa pili unaitwa mfuko wa ukwasi ama liquid. Kama lilivyo jina lenyewe ukwasi, ni urahisi wa kupata fedha zako muda wote, wakati wowote pale unapozihitaji. Kiwango cha kwanza kwenye liquid ni 100,000. Baada ya hapo, ukitaka kufanya uwekezaji wa nyongeza, utaufanya kwa kiwango kisichopungua 10,000. Muda wowote, wakati wowote. Na ukihitaji kutoa fedha zako, basi fedha zako utazipata ndani ya siku 3 za kazi. Hivyo hivyo mfuko wa liquid tunakupa faida ya wastani wa 12% kwa mwaka ya kile ambacho utakuwa umekiwekeza. Naweza kuendelea? Endelea. Okay, sawa. Pia vile vile watoto hawajasahaulika. Kuna mfuko maalum kwa ajili ya watoto unaitwa Children Fund ama Watoto Fund. Mfuko wa watoto ni mfuko maalum kwa ajili ya kuandalia watoto kesho yao iliyo bora. Kiwango cha kwanza ni 10,000 au zaidi. Baada ya hapo, ukitaka kufanya uwekezaji wa nyongeza, utafanya hivyo kwa kiwango kisichopungua 5,000. Muda wowote, wakati wowote. Baada sasa ya kuwa umefungulia mtoto wako mfuko wa watoto fund, tunakulock au tunakuzuia usichukue sehemu ya faida ya uwekezaji wako ama usiwithdraw ule mtaji uliowekeza mpaka mtoto afikishe miaka 12. Baada ya huyu mtoto sasa kuwa amefikisha miaka 12, ndipo pale tunapokuruhusu kuanza kuchukua sehemu ya uwekezaji kwa ajili ya kufidia gharama za masomo za huyo mtoto. Na mfuko utaendelea kuwa chini ya mzazi ama mlezi, na ukomo wake utakuwa ni pale huyo mtoto atakapofikisha miaka 24. Nilisema kianzio ni 10,000, kiwango cha kuongeza ni 5,000. Ila unaweza ukaweka zaidi ya hivyo viwango kutegemea na malengo ulionayo kwa mtoto wako. Faida yake kwa mwaka vile vile ni wastani wa 12%. Nikisema wastani maana yake ni kwamba inaweza ikawa ni 12 au zaidi kutegemea na performance ya masoko tulipoenda kuwekeza. Kwa mfano kwa mwaka wa fedha ulioisha, mfuko wa watoto fund ndio mfuko uliofanya vizuri zaidi. Ulikuwa na 15.8. Tuje kwenye mfuko wa 4. Mfuko wa 4 unaitwa mfuko wa jikimu ama regular income scheme. Huu mfuko wa jikimu ni mfuko kwa ajili ya malengo ya muda wa kati, lakini vile vile kwa ajili ya malengo ya muda mrefu. Nikisema muda wa kati namaanisha nini? Nasema angalau miaka 3 na kuendelea. Mfuko wa jikimu umejikita kwenye mipango ya aina 3. Mpango wa kwanza ni mpango wa kukuza mtaji kwa kianzio kisichopungua 5,000. Mpango wa pili ni mpango wa gawio kila robo mwaka. Maana yake kwamba kila baada ya miezi 3. Kiwango cha kwanza ni milioni 2 au zaidi. Mpango wa tatu na mwisho ni mpango wa gawio la kila mwaka. Kiwango chake cha kwanza ni milioni 1 au zaidi. Okay, sawa. Kiwango cha uwekezaji wa nyongeza kwenye kundi lolote kati ya makundi matatu au kati ya mipango mitatu ni kiwango kisichopungua 15,000 ambacho utakifanya muda wowote, wakati wowote.
Kwa nini kwenye kila mfuko nakumbushia kuhusu kukuza mtaji ama kufanya uwekezaji wa nyongeza? Ninakumbushia au ninasisitiza kufanya uwekezaji wa nyongeza kwa sababu ukiwa unaongezea mtaji wako, unajiweka kwenye mazingira ya kupata faida kubwa zaidi. Tuje kwenye mfuko wa tano. Mfuko wa tano unaitwa mfuko wa wekeza maisha. Huu ni mfuko maalum kwa ajili ya kipindi cha miaka au kwa ajili ya malengo ya kipindi cha miaka 10. Kwa hiyo ukichagua kujiunga na wekeza maisha, ni kwamba unajiwekea commitments kwamba utabaki kwenye huu mfuko mpaka miaka 10 itakapoisha, ndipo sasa mtakuja kuvuna. Kwenye mfuko wa wekeza maisha kuna aina mbili za wekezaji. Aina ya kwanza kuna wale wawekezaji wa mkupuo ama wa mara moja, lakini aina ya pili kuna wale wawekezaji wa awamu. Mwekezaji wa mkupuo ni yule mwekezaji ambaye anawekeza fedha taslim kwa mara moja. Hata ongeza kiwango kingine chochote, atakuja kuvuna baada ya miaka 10. Lakini mwekezaji wa pili ama aina ya pili ya mwekezaji ni yule mwekezaji wa awamu. Yule mwekezaji wa awamu ni yule mwekezaji ambaye anavunja malengo ya kipindi cha miaka 10 kuja kwenye awamu ndogo ndogo. Kwa mfano, mimi kama mwekezaji naweza kuwa na lengo la kuwa nimejipatia kiasi cha shilingi milioni 12 baada ya kipindi cha miaka 10. Mwaka una miezi 12. Kwa nitachukua miezi 12, nitazidisha kwa miaka 10. Nitapata tafsiri ya miezi 120. Kwa nitachukua lengo langu la miaka 10 ambao ni milioni 12, nitagawa kwa miezi 120. Nitapata tafsiri ya shilingi laki moja kila mwezi, ambayo kwa mwaka ni milioni 1.2, ambao ndio hiyo figa ya milioni 12 baada ya miaka 10. Kwa kuongezea hapo kwenye mfuko wa wekeza maisha, kima cha chini ama lengo la chini linalokubalika kwa makundi yote mawili ya wekezaji, aidha ile ya mkupuo au yule wa awamu, liwe ni lengo lisilopungua milioni 1 ndani ya kipindi cha miaka 10. Lakini vile vile kwenye mfuko wa wekeza maisha kuna watu wenye sifa za kujiunga na huo mfuko. Ni watu wenye umri kati ya miaka 18 mpaka miaka 55. Zaidi ya miaka 55 mwekezaji anakuwa anakosa sifa za kujiunga na mfuko wa wekeza maisha. Kwa ataweza kujiunga na mfuko mwingine wowote isipokuwa mfuko wa wekeza maisha. Lakini kwa kuongezea ama kwa kuhitimisha, tunafahamu kwamba miaka 10 ni kipindi kirefu. Unaweza ukaumwa, unaweza ukapata ajali, lakini vile vile unaweza ukafariki kabla ya kutimiza malengo yako ya kipindi cha miaka 10. Mfuko wa wekeza maisha una faida za bima. Bima zenyewe ni kama vile bima ya ajali, bima ya ulemavu wa kudumu, lakini vile vile kuna gharama za mazishi. Faida ya mfuko wa wekeza maisha kwa mwaka ni wastani wa 12% ya kile ambacho utakuwa umekiwekeza. Lakini kwa mwaka wa fedha ulioisha, wekeza maisha ilikuwa na 15.6. Nimalizie na mfuko wa 6 na mwisho. Mfuko wa 6 na mwisho unaitwa mfuko wa umoja. Mfuko wa umoja lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kukuza mtaji. Kiwango cha kwanza ni 10,000 au zaidi. Baada ya hapo, ukitaka kufanya uwekezaji wa nyongeza, utaufanya kwa kiwango kisichopungua 10,000. Faida yake vile vile ni wastani wa 12% kwa mwaka. Kwa mwaka wa fedha ulioisha 24/25, umoja ilikuwa na faida ya 15.5. Kwa uchache hiyo ndio mifuko tulionayo UTT. Awesome. Naona umeelezea vizuri. Kwa mtu ambaye ana swali, naona maswali yalikuwa yashaanza kuja. Just keep them coming. Endelea kutuandikia maswali yako. Kaka Gosbet ataendelea kutujibu. Okay. Naangalia hapa kama kuna maswali ambayo ni direct, tuyajibu kabisa kabla hatujaendelea. Okay. Kuna mtu ameuliza swali, sasa sijajua kama alipata kidogo ulivyoelezea, lakini kwa faida ya kumfanya aelewe zaidi, ameuliza ni mifuko gani anaweza kupata gawio kwa kila mwezi. Jibu kwa kifupi kwa sababu umeshaelezea. Okay, sawa. Mifuko ambayo inatoa magawio ni mifuko miwili tu. Kuna mfuko wa fund ama hatifungani, lakini vile vile kuna mfuko wa jikimu. Tukianza na mfuko wa bond fund.
Kwenye mfuko wa bond fund kuna magawio ya categories mbili. Kuna mpango wa gawio la kila mwezi, lakini vile vile kuna mpango wa gawio kila baada ya miezi 6. Kwenye bond fund ukitaka uingie kwenye category ya gawio la kila mwezi, kiwango cha kwanza ni milioni 10 au zaidi. Lakini vile vile ukitaka uingie kwenye mpango wa gawio kila baada ya miezi 6, kiwango cha kwanza ni milioni 5 au zaidi. Lakini vile vile kuna mfuko mwingine unatoa magawio. Ni mfuko wa JKIM ama regular income scheme. JKIM ina magawio ya aina mbili. Kuna mpango wa gawio la kila robo mwaka kwa kianzio kisichopungua milioni 2, lakini vile vile kuna mpango wa gawio la kila mwaka kwa kiwango ama kwa kianzio kisichopungua milioni 1. Okay. Kuna mtu anauliza, je, unaweza withdraw pesa nyingi zaidi ya shilingi milioni 5 kwa siku nje ya application ya UTT? Yes, kama ni nje ya application hakuna ukomo wa kiwango cha withdraw. Ila kwenye application uta withdraw kiwango kisichozidi milioni 5 kwa siku. Okay. Kuna mtu anauliza, kuwekeza na kampuni zingine unatakiwa ufanyeje, na ukitaka kukopa unatakiwa ufanyeje? Sijaelewa kwenye kuwekeza na kampuni zingine anamaanisha nje ya UTT, maana leo tunazungumzia UTT peke yake. Labda ungemuelezea hiyo part ya kwenye kukopa. Je, kuna uwezekano wa kukopa kwa kutumia uwekezaji wako wa UTT kama dhamana, na process yake ikoje? Yes. Na ni mifuko, sorry na expand swali, pole nimekuingilia. Je, ni mifuko gani inaruhusu pia? Okay, sawa. Ukishakuwa mwanachama wa mfuko wote UTT, uwekezaji wako unaweza kutumia kama dhamana ya kuomba mkopo, ambapo ukienda kuomba mkopo benki itakupa 80% ya kile kiwango ulichokiwekeza UTT. Kwa ina maana kwamba uwekezaji wako ni dhamana tosha ya wewe kuomba mkopo benki na kupata mkopo. Baada sasa kuwa umeenda kuomba mkopo benki, ukapatiwa mkopo, sisi tunachokifanya kama UTT tunafunga vile vipande vyako. Pale ukishamaliza kulipa mkopo wa benki ndipo tunapofungua vipande vyako. Lakini hata kwenye ile process ya sisi kulock vipande vyako bado vitakuwa vinaendelea. Kishamaliza kulipa deni, utakuja sasa uwe huru na vipande vyako. Okay, kuna mtu anauliza, nadhani ya kuelewa ulivyoelezea liquid fund. Anauliza, kwa hiyo liquid fund kwa mwaka unapewa 12% ya hela ulizoweka? Sasa hapa labda ungemsaidia kuelewa utofauti wa faida na gawio na imekaaje hapo. Je, anaweza kuchukua faida na imekaaje? Hivyo. Nadhani kuna watu sana wana confuse tofauti kati ya faida inayotengenezwa na mifuko yao na gawio. Okay, sawa. Tukisema gawio kwa Kiingereza ni sasa kusema dividend. Kwa mfano, nini maana ya gawio? Gawio ni kwamba umeenda kuwekeza, si ndio? Kisha wekeza, uwekezaji wako umeleta faida. Ile sehemu ya faida ama asilimia faida tunakuletea kwenye bank account yako moja kwa moja. Huku mtaji wako tukibaki nao. Hiyo ndio maana ya gawio. Kwa mifuko inayotoa magawio nilisema kama ni mifuko miwili, bond fund na JKIM. Ila kwa mifuko mingine minne iliyobakia unakuza mtaji. Kwamba umewekeza, faida inapatikana, inabaki UTT ikiendelea kuzalisha faida kwa vipindi vingine. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba gawio ni dividend. Lakini kwenye mifuko mingine unakuwa unafanya reinvestment. Okay. Kuna mtu ameuliza hapa swali lenye direct numbers. Anasema Wekeza Maisha inakuwa na malengo. Kwa mfano mimi nikiwekeza 500,000 kila mwezi, baada ya miaka 10 inakuwa na uwekezaji wenye faida kiasi gani? Labda baba ungetupa breakdown ya kwenye Wekeza Maisha. Okay. Mtu akisha complete darasa la kumi. Karibu. Just a minute. Ndio ndio mimi chichi. Utafanya presentation nitakuonyesha. Yes, hello. Hello? Yes. Kuhusu breakdown hiyo ya Wekeza Maisha kwamba atakuwa na shilingi ngapi baada ya miaka 10. Tunasema
kabla ya kujiunga na mfuko wa Wekeza Maisha, lazima uwe na targets kama ni mwekezaji wako, kwamba lengo lako baada ya kipindi cha miaka 10 ama target yako ni kiasi gani. Kitu cha kwanza, kwa unachukua ile target, sawa. Ile target tunaigawa kwa miezi 120. Kwa mfano kama kwa huyu mwekezaji ambaye amesema laki tatu kila mwezi, si ndio? Laki tano kila mwezi. Ili aweze kuona kwamba baada ya miaka 10 atakuwa na kiwango gani, aende Google kwenye website, asearch UTT website, au no, not UTT website, yaani kwenye Google andike UTT AMIS calculator. Akishaandika UTT AMIS calculator, zitakuja calculator za aina mbili. Kuna ile monthly investment calculator, lakini vile vile kuna single sum investment calculator. Achague option ya monthly investment calculator. Ikishafunguka pale hapo, kwenye investment amount andike kiwango chake ambacho atakuwa anaweka kila mwezi, 500,000. Alafu kuna sehemu itakuwa imeandikwa expected return. Kwenye expected return hapo aweke average ya 12, yani 12. Alafu kwenye time pale aweke miaka 10. Baada ya hapo asubmit. Kwa calculator itampa majibu kwamba baada ya miaka 10 atakuwa expected amount atakuwa na kiasi gani, lakini vile vile atakuwa na nini, na net gain ya kiasi gani, atakuwa na faida ya kiasi gani. Kwa calculator zetu pale zinatoa majibu ya kutosha. Okay. Kuna mtu ameuliza hapa kuhusu mfuko wa liquid fund. Anasema amewekeza hela alafu ghafla akaona amepata loss. Kwa nini? Sina uhakika kama ni kweli ni mfuko wa liquid. Maana liquid na bond fund ni mifuko ambayo uwekezaji wake unafanyika kwenye soko la aina moja. Soko la dhamana. Labda isipokuwa kama ni bond fund, sawa. Kama nilikuwa kwenye bond fund, sasa hivi tuko kwenye mwezi wa magawio. Maana yake kwamba ukiona kwamba faida yako imeshuka, maana yake ni kwamba ile faida uliyoipata, sawa. Sisi tunakuwa, au just to make this clear, kwenye mfuko wa bond fund na sasa hivi tuko kwenye mwezi wa kutoa magawio kwa wale wateja ambao wanapokea nini, magawio. Kwa hiyo ukiona kuna net loss pale, hauna haja ya kuwa na wasiwasi. Ukishamaliza magawio, maana yake kwamba ile faida iliyopatikana kutokana na uwekezaji wako tutairudishia kwenye mtaji wako na itasoma kwenye net gain. Utaona imeongezeka tukishamaliza kutoa magawio. Lakini with liquid hakuna net loss. Okay. Just to better understand kwa mtu ambaye anaangalizia kwenye app, kuelewa zaidi zile terms na zinamaanisha nini na asilimia zinamaanisha nini. Tumeongelea hili swala session yetu iliyopita na hiyo session iko recorded, nimeupload kwenye my page. Kwa hiyo tuangalie tu session yetu iliyopita, utakuta niko pale na Kilawe. Kilawe ameelezea vizuri sana maana ya hayo maneno, maana ya hizo asilimia na kwa nini unaona vitu fulani viko in a way that you think it's a loss. What is the meaning? Wakiwa wanatoa magawio inakuwaje? Wakiwa wanafunga mwezi inakuwaje? So make sure you go listen, kasikilize hiyo session, itakusaidia sana. Kuna mtu anauliza mfuko wa Wekeza Maisha kianzio ni shilingi ngapi kwenye mtu ambaye anataka kuanza kuweka pesa? Okay, sawa. Tunasema kwamba kwenye Wekeza Maisha kima cha chini ama lengo la chini ndani ya kipindi cha miaka 10 isiwe chini ya milioni 1. Kwamba uwe na lengo la kuanzia milioni 1 au zaidi. Na tulisema kwamba kwenye Wekeza Maisha kuna aina mbili za wawekezaji. Kuna wale wawekezaji wa mkupuo ama mara moja, lakini vile vile kuna wale wawekezaji wa awamu. Kwa ukichagua kuwekeza kwa mara moja, uwekeze kama kile chochote utasubiri kuvuna baada ya kipindi cha miaka 10. Lakini kama ni uwekezaji wa awamu, mimi kwamba target yako ndani ya kipindi cha miaka 10 isiwe chini ya milioni 1. Sawa. Kuna mtu anauliza, je, kuna uwezekano wa kuhamisha pesa kutoka mfuko mmoja kwenda mfuko mwingine? Yes, inawezekana, lakini sasa hivi tunafanya maboresho kwenye app yetu. Tukishakamilisha maboresho, mwekezaji mwenyewe atakuwa anaweza kufanya transfer, intertransfer kutoka kwenye mfuko mmoja kwenda kwenye mfuko mwingine. Ila currently uwezekano huo upo, lakini unafanyika tu ofisini. Unafika ofisini, unajaza form, alafu sisi ndo tunakufanyia transfer kutoka kwenye mfuko mmoja kwenda kwenye mfuko mwingine. Okay.
Kuna mtu ameuliza liquid fund hii, nadhani umeijibu, sio hakuelewa, anasema hajajibiwa. Ameuliza tena. Hii liquid fund mwisho wa mwaka unawapa 12% ya hela yao au vipi? Yeye haulizii gawio. Nadhani hakukuelewa. Mimi naomba nisaidie kumwambia. Kuna tofauti kati ya faida na gawio. Liquid fund kwa mpaka mwisho wa mwaka unapata faida, na faida sio mwisho wa mwaka tu, kila siku faida yako inaongezeka. Ukiangalia kwenye app yako utaona kwenye liquid fund kila siku faida yako inaongezeka. Ni kwamba tu faida average yake mwisho wa mwaka inaweza kafikia 12%, which means inaweza ikawa 1% ama 1 point something kila mwezi, lakini faida yako unaipata kila siku, sio mwisho wa mwaka tu. Kila siku unapata faida yako, average yake tu mwisho wa mwaka inaweza ikafikia 12%. Na upewi gawio, unaweza ukaamua mwisho wa mwaka ukifika unaangalia 12% ya pesa ambayo iko kwenye account yako ukaitoa, au ukaendelea kuwekeza ukaiacha. Lakini unachopata kwenye liquid fund ni faida. Hawakupi hiyo hela yako cash hivi eti hapa 12% ya hapa, hapana. Liquid fund haina hiyo gawio. I hope ameelewa, maana ameongea kwa hasira sana. Mtu mwingine hapa ameuliza akiweka milioni 20 kwenye wekeza maisha kwa mara moja, baada ya miaka 10 anakuwa na kiasi gani? Nadhani ameshaelezea kwamba watu waende kwenye calculator, lakini tu ungeelezea kuna tofauti gani kati ya mtu ambaye anaweka malengo, kwa mfano anataka kufikisha milioni 20 ndani ya miaka 10, si ndio? Alafu kuna tofauti gani kati ya mtu ambaye anachangia taratibu, as in ana breakdown kila mwezi au kila siku au kila wiki, na yule ambaye anaamua na iweka yote alafu nitaichukua ndani ya miaka 10? Okay, sawa. Sasa kwenye hapa tunarudi kule kwenye zile calculators zetu. Tunaenda kwenye Google, kama ina maana unaweka kwa mara moja, utaandika UTT AMIS calculator, alafu utachagua ile calculator ya single sum investments. Kisha funguka kwenye investment amount pale, utaweka hicho kiasi. Hicho 20M. Alafu kwenye expected return utaweka 12%. Alafu kwenye time utaweka miaka 10. Baada ya hapo utasubmit. Kwa utapata majibu kwamba baada ya miaka 10 utakuwa na shilingi ngapi, lakini vile vile utakuwa na nini, na faida ya kiasi gani. Nirudi kule kama nimetaka coordinator nifafanue kwamba kuna advantage gani ya kuweka kwa mara moja na kuwa naweka taratibu. Kwa mfano sisi kila siku, kila mwezi tunakupa faida ya kile kilichopo kwenye mfuko, kile ulichokiwekeza. Kwa maana yake kama ukiwekeza kwa mara moja, kama ukiwa na mtaji mkubwa zaidi, maana yake ni kwamba utakuwa na generate faida kubwa consecutive kuliko ile ukiwa naweka nini, taratibu. Kwa mwekezaji ambaye atawekeza mara moja, maana yake ni kwamba atakuwa anapata faida kubwa zaidi. Let's say for instance, huyu ameweka milioni 20 kwa mara moja. Tukisema 1% ya 20M itakuwa ni tofauti na 1% labda ya 1. Kwa ukija kuangalia hao watu wote ndani ya maybe 5 to 10 years, kidogo faida itakuwa ni nini? Itakuwa ni tofauti. Okay. Kuna mtu pia anauliza kutoa pesa liquid fund inachukua muda gani? Okay, sawa. Kutoa pesa liquid inachukua siku 3 za kazi. Kwa kama unataka kutoa, unaweza ukatoa mwenyewe kwenye application. Kama una application yetu ya UTT, ukifungua kwenye dashboard kuna sehemu imeandikwa sell units. Unaingia pale, una click, unachagua mfuko wako, unaweka kiasi, unachagua bank accounts, alafu una submit. Baada ya hapo kuna OTP tutakutumia kutoka UTT, utaiweka. Ukisha submit watasema transaction successful. Basi baada ya hapo unasubiri ile pesa kuja kwenye bank account yako ndani ya siku 3 za kazi. Mtu ameuliza swali zuri hapa ambalo linahitaji elimu sana. Anauliza kwa nini akitoa pesa kwenye mfuko wa liquid fund kinachotolewa ni alichokiwekeza na sio faida? Yaani akitoa pesa kinachotolewa ni alichokiwekeza na sio faida. Okay, sawa. Ukitaka kutoa pesa maana yake si wewe mwenyewe una issue kwamba anatoa how much. Kama sisi tuna okay, let's say labda to make this clear. Ukifungua application pale kwenye sehemu ya issue, sawa. Kuna sehemu inakuwa imeandikwa overall portfolio ama kiasi chote kilichopo. Kwa wakati unataka kutoa, sidhani kama una differentiate kwamba this ina maana wewe mwenyewe ndio una command.
kwamba mimi natoa milioni 2. Hasa huwezi kusema kwamba milioni 2 ni mtaji peke yake kwa separate na faida. Hapana. Unachokiishi ndio kile ambacho tunafanya nini? Tunakupatia. Kwa kuna kitu kinakuwa kimeandikwa, kuna invested value, kuna current value, lakini vile vile kuna nini? Kuna net gain. Kwa maana yake kwamba wewe unachokiishi ndio kinachotoka. Na kikitoka ina maana kwamba kinakuwa ni mchanganyiko ule mtaji pamoja na faida. Yaani sio kwamba zinakuwa ni kuna account mbili tofauti kwamba huko ni mtaji na huko ni faida. Hapana. Okay. Nadhani pia watu wanatakiwa waelewe faida inaongezeka kila siku. Kwa maana hiyo sio kwamba utaona 12% zote ambazo zinaelezewa kwa mwaka zinapatikana ndani ya mwezi wa kwanza wa kuwekeza au mwezi wa pili wa kuwekeza. Hapana. Faida zinaongezeka taratibu. Kwa hiyo kuna possibility usione hela nyingi zimeongezeka kwenye account yako within the few ndani ya miezi michache ya kwanza ya kuwekeza. Na ndio maana watu wote waititiwa kuja wanatusisitiza kwamba hamna kitu muhimu kama muda kwenye uwekezaji. Faida utaanza kuiona ikiwa kubwa pale ambapo utaanza kupata compounding effect ya uwekezaji wako. Ni sawa na ambavyo walikuwa wanatuelezea kwamba unanunua ng'ombe dume na jike, unawaweka nyumbani, watazaa, watoto wao pia watazaa, watoto wao pia watazaa. Kwa hiyo wewe kuwa na ng'ombe nyingi inamaanisha inabidi ichukue muda ili uzalishaji ufanyike. Kwa hiyo wewe ukianza kuangalia mbona ng'ombe wangu hawaongezeki wakati walikupredictia kwamba utakuwa na kiasi fulani ndani ya miaka 2-3, ni sawa na kuharakisha ukuaji ambao haiwezekani. You need time, unahitaji muda. Kwa hiyo utaona faida kubwa pale ambapo uwekezaji wako umechukua muda, na pia ukiwa unatoa hela ambayo iko kwenye account yako, especially kwa liquid fund ambayo iko kwenye account yako ambayo ni jumuishi